Lishe bora na mazoezi, maji safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya yako, ni tumaini kwa afya yako. Hebu tusimame dakika moja ya afya. Najua mmekaa sana. Lishe bora na mazoezi, maji safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya ya zamu yenu. Sasa twende lishe. Hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu, tumaini kwa afya yako, ni tumaini kwa afya yako. Wenye furaha, hebu tupunge mkono wakati tunakaa. Okay, tukae. Leo ni siku nyingine tena, na tumekuja kujifunza somo la muhimu sana. Wenda ni somo ambalo lina wengi wana shauku ya kulisikia kuliko masomo yote yaliyotangulia. Ni somo ambalo linaweza likaleta debate kwa watu wengi duniani. Unajua, tulipokuwa tunazungumza jana na juzi, tulikuwa tunazungumza zile kanuni za jumla. Lakini leo tunakwenda kuangalia kwa kina matakwa ya Mungu katika swala la ulaji wa nyama. Wiki ya kwanza nimeitenga hususan kwa ajili ya masuala ya ulaji, kwa sababu matatizo mengi ya afya yanaletwa na masuala ya ulaji. Hebu mgeukie jirani yako kama Pastor Butoke anavyowaambia. Hebu mwambie jirani, jirani. Utakatifu mezani. Hebu sasa niangalie mimi hapa mbele. Unajua, swala la utakatifu ni swala pana sana. Utakatifu huwa hauishii tu kanisani. Leo tutaangalia hata mezani kuna utakatifu. Sasa kabla sijaingia kwenye somo, tuanzie nje ya box kidogo. Nimewaambia nitakuwa nawaletea uthibitisho wa kisayansi juu ya kweli ya Mungu ambaye ni Mungu wa Sabato. Haya, tazama hapo. Hiyo inayoonekana hapo ni upinde wa mvua na jua. Je, unajua ya kwamba jua lina rangi 7? Mwanga wa jua una rangi 7 na upinde wa mvua pia una rangi 7. Je, unajua hilo? Rangi 7 za upinde wa mvua na mwanga wa jua wenye rangi 7. Wazungu wanasema components of white light. Huu ni ushahidi mwingine unaokuthibitishia kwamba Mungu wa Sabato ya siku ya 7 ndiye Mungu aliyeumba kila kitu. Sasa tuendelee na somo letu. Najua Pastor Butoke atakuja kuwafundisha kuhusu Sabato na atawaelezea siku moja Sabato ni zaidi ya siku. Najua sio leo, lakini mimi natangulia kukuibia siri. Endelea kuja. Kama una maswali kuhusu Sabato, basi utapata majibu katika mkutano huu. Sasa turudi kwenye historia. Twende kwenye historia kidogo. Hivi unajua chakula hakijawahi kuwa kitu chochote? Kuna watu huwa wanatudanganya, wanasema bwana, unajua kwa sababu kila kitu kimeumbwa na Mungu, tunaweza kula tu kitu chochote. Umewahi kukutana na watu kama hao? Lakini ngoja nikupe siri. Hakuna jamii yoyote ya wanadamu duniani ambayo imewahi kula kila kitu. Historia inaonyesha kwamba chakula kilifuata mila na desturi za jamii husika.
Sasa hapo tunaiona nafasi ya chakula katika jamii moja. Chakula kilisimama kama utambulisho wa jamii. Kama uamini, mimi nataja chakula alafu niambie kabila. Haya, Mtori. Haya, mnaona? Kumbe mnajua. Nimetaja tu Mtori, watu wamejua kabisa unatokea Kilimanjaro kwa Wachaga. Haya, Matoke. Umeona, watu wamesema Bukoba kwa wale. Kwa hiyo kumbe ninaweza nikataja chakula na nikapata utambulisho wako. Kwa hiyo ukiachana na jamii za kibinadamu, kuna jamii za kiroho, watu wa Mungu na watu wa nani? Wa shetani. Haya, ng'ombe. Haya basi, hebu tuendelee. Nadhani tumeelewana kwamba chakula kinabeba utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaweza tukakutambua wewe ni nani kupitia unachokula. Cha pili, chakula ni msingi wa ushirika. Hakuna tukio lolote la kijamii linalohitimishwa bila chakula, iwe ni harusi, iwe ni chochote kile. Lakini haiishii tu hapa, chakula pia ni msingi wa ushirika wa kiroho. Hakuna tambiko linalofanyika bila nini? Bila chakula fulani kuandaliwa. Lakini jambo la tatu, chakula ni kipimo cha nidhamu na maadili. Mimi kule nyumbani kwetu nilipokuwa mdogo, nilikuwa naambiwa wakichinja kuku nyumbani, nilikuwa naambiwa firigisi ni ya baba. Kwa hiyo inakuonesha tu kwamba kumbe kuna tofauti kati ya baba na mtoto. Lakini pia ndugu zangu Wajita walikuwa na ubaguzi sana, wakawa wanasema kichwa cha samaki ni cha wanaume tu. Walikuwa wanasema kichwa cha samaki ni cha wanaume tu, lakini ndicho kina virutubisho vingi. Kwa walikuwa wanawaonea kina mama, lakini ilikuwa ni kipimo cha nidhamu ili uelewe nini tofauti. Biblia katika kitabu cha Walawi 11, ukisoma ile sura yote, sitaisoma kwa sababu ni ndefu, ninakupa kazi ukasome, ila nitajikita katika fungu la 45 na 47. Najua linaonekana hapo. Mungu alitoa sababu kubwa 3 za kutoa maelekezo ya wanyama wanaotakiwa kuliwa na wasiotakiwa kuliwa. Sababu ya kwanza ilikuwa ili niwe Mungu wenu. Upo mpaka hapo? Sababu ya kwanza ni nini? Sababu ya kwanza ni ili niwe Mungu wenu. Sababu ya pili? Sababu ya tatu, ili muweze kupambanua kati ya kinachotakiwa kuliwa na kisichotakiwa kuliwa. Kwa hiyo kumbe, ukikataa yale maelekezo yote yaliyotangulia katika Walawi 11, maana yake unamkataa nani? Maana yake Mungu sio Mungu wako. Lakini cha pili, unakuwa sio mtakatifu. Cha tatu, unakuwa hauna mipaka. Wewe unakuwa unakula kila kitu. Sasa kuna baadhi ya watu hawaelewi dhana ya utakatifu. Utakatifu ni kama mipaka ya kimungu. Ndio maana tunaona kuna mambo matakatifu kama ndoa, zaka, sabato. Maanake Mungu anakuwekea mpaka. Ukiisha funga ndoa, unaapa. Mimi mwenyewe niliapa kwamba ninawaacha wengine na ambatana na Juliet kuwa mke wangu. Maana yake huo ndio mpaka wangu. Haya, maumbile ya asili. Ukisoma Ayubu 38 fungu la 10 hadi la 11, kama bahari Mungu aliiwekea nini? Mpaka isivuke eneo lake. Lakini hata Mungu mwenyewe alisema nchi nimewapa watu, lakini mbingu ni mbingu yangu. Kwa hiyo dhana ya utakatifu huwezi kuizungumzia bila kuwa na mipaka. Kwa hiyo ni nani wa kwanza kuvuka mipaka? Shetani na malaika zake ndio waliokuwa wa kwanza kuvuka mipaka. Yuda 1 fungu la 6, Biblia inasema na wale malaika ambao hawakuilinda enzi yao wakaacha makao yaliyowahusu, hivi sasa wamewekwa katika vifungo vya nini? Vya uharibifu. Kwa hiyo kumbe tunapovuka mipaka ya kimungu tunakuwa upande wa nani? Wa shetani. Tunapoacha kula vyakula vinavyotuhusu kwa mujibu wa maelekezo ya Mungu tunakuwa upande wa nani? Wa shetani. Sasa leo tuangalie nyama zilizohalalishwa na Mungu. Walawi 11
na Kumbukumbu la Torati 14 sura nzima ndiyo mafungu yanayoelezea au kuainisha wanyama hawa. Sasa yako makundi manne ya nyama ama viumbe hai vinavyotakiwa kuliwa. Kundi la kwanza ni wadudu, kundi la pili ni ndege, kundi la tatu ni samaki na kundi la nne ni wanyama. Sasa tuanze na wadudu. Sifa bainishi za wadudu wanaotakiwa kuliwa kwa mujibu wa Biblia ni nini? Wawe na miguu ya kufanyaje? Ya kurukia iliyoungana. Mfano nzige, senene na baadhi ya wadudu wengine ambao mimi huku kwetu hawapo sana, lakini nzige na senene ni wadudu ambao Biblia imeruhusu kuliwa kwa sababu wana miguu ya kurukia. Sasa mtu anasema hii miguu ina maana gani? Sikia nikwambie, wadudu wenye miguu inayoruka ni selective, wanakula kwa kudonoa. Ushawahi kumuona mfano panzi? Panzi ana miguu ya kurukia nyuma. Ushawahi kumuona panzi anavyoruka? Yule anakula selectively na anaweza kutafuta chakula katika eneo pana. Hiyo sifa ndiyo inayowafanya wawe safi na wastahili kuliwa na sisi. Twende sifa bainishi za ndege safi. Ndege safi wana sifa mbili tu kubwa. Moja, wana mdomo uliochongoka na mbili, wana miguu iliyoachana. Kisayansi hizi sifa zinawasaidiaje? Muangalie kuku. Kuku anakula kwa kudonoa donoa. Maana yake ni selective. Anakula kwa uchaguzi, hali kila kitu. Lakini ukimkuta bata ukimpitisha hata kwenye tope na ule mdomo wake mpana, anabugia kila kitu. Lakini kuku na ndege safi wana mdomo uliochongoka ili wale kwa kufanya nini? Kwa kudonoa donoa. Haya, miguu ya kuku ni miguu iliyochanua. Kwa nini? Kuku hata umwagie mchele hawezi kula tu hapo hapo, ataanza kufanyaje? Ataanza kuchakura. Maana yake ni nini? Anahakikisha katika vingi alivyopewa atafute kilicho bora, na Mungu kwa jicho lake la hekima akaona hawa ndio wanaoweza kutafuta kilicho bora ambacho kinaweza kikamfaa mwanadamu. Twende kwenye sifa bainishi za samaki. Samaki Mungu alisema wawe na sifa mbili. Moja, wawe na mapezi, lakini mbili, wawe na nini? Na magamba. Nimefuatilia kisayansi faida ya magamba kwa samaki ni ipi? Faida ya magamba inawasaidia samaki waweze kujilinda wenyewe dhidi ya wanyama hatarishi, lakini pia waweze kujilinda dhidi ya hatari zilizo katika mazingira. Kwa mfano sumu zilizopo katika maji. Samaki wenye magamba wana absorbu kiwango kidogo sana cha sumu kwenye maji, kwa sababu yale magamba yanawazuia, yanawalinda dhidi ya uchafuzi wa mazingira. Lakini mapezi yanawawezesha kuogelea na kuwa stable. Kwa hiyo wanaweza wakatafuta chakula chao katika mazingira ya aina mbalimbali. Hiyo ndiyo sifa ambayo Mungu aliona inafaa kutufaa sisi pia kula samaki wa namna hiyo. Sasa twende kwa wanyama safi. Wanyama safi walipewa sifa mbili. Moja, kwato, lakini mbili, wawe wanacheua. Sasa angalia hapo, kuna kwato, hapo kulia kuna kwato. Huyo mguu wa kushoto hapo, huyo ni farasi. Farasi hana kwato. Sasa manufaa ya kwato ni yapi? Manufaa ya kwato. Kwato zinamsaidia mnyama kunyumbulika kwa urahisi. Kwa hiyo inamruhusu mnyama kama mbuzi na ng'ombe kuzunguka maeneo yenye miinuko na milima kwa urahisi bila kuchoka au kuumia. Kwa hiyo wanyama wenye kwato ni wavumilivu katika kutafuta chakula, kwa sababu wanaweza kwenda mazingira mbalimbali. Lakini kugawanyika kwa kwato pia huwasaidia kutawanya uzito na kuzuia wanyama kama hawa wasizame kwenye matope au ardhi yenye kinyamasi. Kwa hiyo wanyama wenye kwato wana uhuru mkubwa wa kutafuta chakula, hivyo hawa sio rahisi kula chochote. Sifa inayofuata ya wanyama safi ni kucheua. Wanyama wanaocheua, namshukuru Mungu nilipata kusoma elimu ya sayansi ya kilimo nikiwa nasoma O-level. Hawa wana matumbo manne. Tumbo la kwanza linaitwa rumen, la pili linaitwa reticulum, la tatu linaitwa abomasum na lingine omasum. Haya matumbo manne yanawasaidia hawa wanyama wanaocheua kuchakata chakula kwa ufanisi zaidi kuliko wanyama wasiocheua.
wanarejesha chakula kinywani na kukitafuna tena. Kwa hiyo wanaweza kusaga hata nyuzi ngumu ngumu za mimea. Lakini pia wanyama wanaocheua wana uwezo wa kubadilisha protini isiyo na ubora kuwa protini yenye ubora wa hali ya juu kupitia bakteria walio katika matumbo yao. Lakini pia wanaweza kutengeneza protini kwa kutumia nitrogen hata kama kwenye mazingira hakuna protini iliyo tayari. Kwa hiyo wanameng'enya pia chakula kwa muda mrefu. Hizo ndizo sifa za wanyama wanaocheua na wenye kwato. Sasa leo duniani ukifuatilia, je, watu wanafuatwa kielelezo hiki? Nyama inayoliwa zaidi duniani ni nguruwe. Wote tunakubaliana kwamba wapo wanyama wengi, lakini ukitaka kuwatoa watu kwenye nguruwe, ndipo ugomvi unaanzia hapo. Tukiwaambia jamani, mbwa hafai kuliwa, wanakubali. Hata wala nguruwe wanakubali. Nyoka hafai kuliwa, wanasema kweli bwana. Lakini kwenye nguruwe, kwa nini wanamng'ang'ania nguruwe? Hapo kuna shida. Sasa tumwangalie nguruwe. Mmeng'enyaji wake unafanana na wa binadamu, na viungo vya ndani vya nguruwe vinafanana na vya binadamu. Nguruwe ana kwato lakini hacheui. Sasa gazeti ama jarida la Smithsonian Magazine linasema kwamba simulizi kutoka jamii za kale za binadamu wanaokula watu, yani cannibal societies, wanaeleza kwamba nyama ya binadamu ina ladha sawa na nyama ya nguruwe, na nguruwe alitumika kama mbadala wa nyama ya binadamu pale binadamu alipokosekana. Jamii hizi zilimuita binadamu kama nguruwe mrefu ama long pig. Unaweza ukagoogle hilo neno. Na kisayansi inaonyesha kabisa kwamba misuli, mafuta, umbile la ngozi na viungo vya ndani vya nguruwe ni sawa na vya binadamu. Na ndiyo maana hata ngozi ya nguruwe huweza kutumika kama kipandikizi katika baadhi ya matibabu ya majeraha makubwa kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo sasa ukiliangalia hilo jarida unaweza ukahisi daktari ameongeza chumvi, lakini turudi nyuma kwenye Biblia. Isaya 65 fungu la 3 mpaka la 4. Biblia inaonya juu ya ulaji wa nguruwe, na hii ni sauti ya Mungu mwenyewe. Anasema, watu ambao daima wananichokoza waziwazi ni wale ambao wanatambikia miungu yao katika bustani na kufukiza ubani juu ya matofali. Haya, huketi makaburini na kukaa mafichoni usiku, hula nyama ya nguruwe na mchuzi wa wanyama haramu. Kumbe ulaji wa nguruwe na kuketi makaburini vinaenda pamoja. Kwa hiyo Mungu alikuwa anazungumzia hizi jamii ovu zilizokuwa zinakula hadi nyama za watu. Na sisi tunaelewa haya mambo kwa sababu kaburini ipo mifupa na miili ya watu. Kwa hiyo hizi jamii walikuwa wanasubiri mtu anazikwa, kama wameshindwa kuwinda, wanaenda wanafukua, wanakula nyama yake. Na ndio maana Biblia inaonyesha tabia za hawa watu. Na hata jarida la watu wasiomjua Mungu wanakiri kwamba nguruwe alikuwa anatumika kama mbadala wa nyama ya binadamu, kwa sababu hawa wala nyama ya binadamu walikuwa wanaona nyama ya binadamu na ya nguruwe zinafanana ladha. Kwa hiyo nguruwe ni machukizo, na ndio maana hata Yesu Kristo aliweza kuwaangamiza wale nguruwe wale 1000 wale wakati anamponya yule mtu mwenye mapepo. Hilo lilikuwa ni kemeo kwa Wayahudi ambao walikuwa wamezoea kufuga wanyama haramu kama nguruwe. Sasa wewe ni kile unachokula, na Biblia inatuambia itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza nani? Mungu. Sasa kwa kuwa wanyama safi walikubalika kama sadaka ya kuteketezwa mbele za Mungu, basi Mungu anapendezwa ikiwa mwili wako utatumia nyama ya wanyama safi. Mwili uliojengwa kwa nyama ya nguruwe hauwezi kuwa dhabihu takatifu mbele za Mungu, kwani Mungu hajawahi kumkubali nguruwe kama sadaka. Kuna baadhi ya mafungu yenye utata kwenye Biblia. Kuna watu wanasema mara kiingiacho mtu si najisi wala kimtokacho, lakini fuatilia vizuri hiyo. Hoja pale ilikuwa sio nguruwe ni chakula au sio chakula. Hoja pale ilikuwa ni kula kwa kunawa mikono au kutokunawa nini? Mikono. Na Yesu alipozungumza kwamba kimtokacho mtu ndicho unajisi, wanafunzi wake hawakumuelewa, lakini alipowafafanulia alimaanisha ni yale mambo yanayotoka moyoni: uzinzi, uuaji, uasherati na tamaa mbaya. Matendo 11:7, Petro aliambiwa chinja ule. Sasa mimi nataka nikwambie,
Wale wanyama wa kwenye kitabu cha Danieli, ulishawahi kukutana nao? Mnyama mwenye vichwa 10 ushakutana naye? Maana yake kuna wakati Biblia inaweza ikazungumzia wanyama, lakini kwa nini? Kwa mifano. Kwa hiyo hata kwenye kisa cha Petro chinja ule haikumaanisha wanyama kuliwa, lakini ilikuwa inamaanisha huyu bwana akawahubirie watu ambao hawakuwa nini? Wayahudi. Fuatilia mpaka pale chini utaona. Kwa hiyo hatuna sababu yoyote inayohalalisha ulaji wa wanyama haramu, especially nguruwe. Kula nguruwe ni machukizo mbele za Mungu na ni jambo ambalo Mungu halikubali. Tuungane kesho tutakapozijadili kanuni za kula kifalme, na Mungu awabariki sana. Lishe